Nyami! We Nyamizi! Abe. Njoo, unafanya nini huko? Nakuja. Kinachokuweka ndani ni nini? Na wakati nataka tupike? Mama, nilikuwa nimejiandaa tu na safari zangu. Safari gani ulionayo? Mama si umwache. Kwa hiyo sasa hivi mnajipangia safari, si ndio? Mimi sije kuongea hapa. Kumbukeni tu mkipika chakula na mimi mhesabu. Ana lolote? Anaenda kwa Makame huyu. Mama, kumbe ulikuwa unajua fika mwezi ya nini sasa? Bila ngoja nikapate kile kwanza juu tutwange. Wewe maliziaga. Mateo, mume wangu. Naomba nikanunue mafuta. Nataka nipike. Kwani unapika mboga gani? Napika tembele. Hilo jambo dogo. Wewe kachukue nyanya mshenzi, weka, mambo yananyooka. Basi sisi wale tunateleza zetu. Mateo, unajua wajibu wako kwangu vizuri? Kwani wewe unachoogopa ni kitu gani sasa? Siogopi chochote, ila wewe ni mjinga. Utimizi majukumu yako. Kwa matunzo haya mimi ninayokupa. Halafu wewe ndo wakuniambia hivyo tena. Kwa matunzo gani? Hauoni wewe umenenepa na nini hapa? Kwa kula milenda kila siku. Milenda. Uzuri ninao. Na maamuzi ninayo. Na unataka ni wengi. Unasemaje wewe? Habari ndio hiyo. Hizi dalili nilishaziona tokea kitambo tu na nitazifuatilia. Umeiona hii miguu? Mmoja ndani, mmoja nje. Makame, mambo. Unajua demu na mambo ya kijinga sana. Tumeambiana tukutane toka mapema ndio unakuja sasa hivi. Lengo langu mimi tukutane mapema nikupeleke geto. Unajua demu na mambo ya kijinga sana. Unanichukulia mifala eh? Unajua demu ndakubadilikia paka utoamini. Acha ujinga. Haya, fungasha mbaliga zako tuende geto. Makame, unajua mimi mpaka sasa ni mtu wako. Na hiyo yote ni sababu ya wazazi.
Kwa hiyo unachokitaka sasa hivi hakiwezekani mpaka tuhalalishwe mimi na wewe. Unasemaje? Samahani kama nitakuwa nimekukosea. Haijalishi ni wazazi wangu na wako wanataka tuungane. Mimi ndo mwenye maamuzi ya mwisho. Unaenda ghetto uende. Si, na nilikuja hapa kwa ajili ya kukusikiliza tu. Kama ningejua ni hai, hata nisingekuja. Makame, huyu ni mtoto wa kike, ana haki zake, hapaswi kupigwa. Toka kule nasikia makelele, shida nini? Wewe ni nani ambaye unaingilia maamuzi yangu? Na unataka iweje? Makame, mimi sijaleta ugonjwa. Naomba nirudi nyumbani. Dadangu, haina haja kumuomba msamaha mpumbavu kama huyu, asiyejua thamani yako. Mimi ninachokuomba, wewe nenda tu nyumbani. Au sio? Unajua sana maisha yangu mimi na mpenzi wangu. Ndio hivyo. Oya. Si tushavurugwa kitambo. Na familia zetu ni kubwa kuliko unavyofikiria. Kashtaki kokote. Loda, Kisamvu uko vipi? Unajua mimi njaa inaniuma sana. Ndio kwanza mama, Kisamvu povu ndo limepanda juu. Mama, muone Nyamiza hivi kuja amelegea, njaa imemuuma. Mwanangu, vipi mbona umelegea njaa? Mjuishe tu nakuwa Kisamvu bado. Wewe si unasemesha? Mama, katika kitu mnachokosea ni kulazimisha mimi kuwa na mahusiano na Makame. Kwa hiyo unataka kusemaje? Simtaki na wala simhitaji kwa sababu ya hizo tabia zake. Wewe koma wewe. Mama, mtamlazimisha mtu mkitu mbele hataki? Atake asitaki, ataolewa na Makame. Mimi sitaki kugombana na watu. Mmemkuta tu Danyamizi mpole. Ila ningekuwa mimi, ningesambalisha wote. Danyamizi, fanya kitu moyo wako nataka. Kama mtu ana tabia mbaya sio achana naye. Mdogo wangu, umechelewa tu kuniambia, lakini maamuzi nilikuwa nishachukua. Nyinyi watoto, naona mnataka kunipanda kichwani. Na wewe, kama unataka kuolewa na Makame, ondoka hapa kwangu. Vitu vingine vinakutoga wapole tu. Sio changamfu aka. Na wewe naye, nenda kaangalia Kisamvu huko. Hivi wewe mtu ungekuwa maparachichi. Sasa usingekuwa nimetoboa kama wewe hapa umekuwa umeshakomaa. Ila hapa limekuwa lishaoza na hela kabisa mimi. Nishatajirika katika kijiji hiki. Haya maisha haya. Sasa na hizi mbu zinafanyaje? Wewe toka. Sasa kajikiwa bure. Mwenyekiti. Abe nini? Mwenyekiti, hivi sijavimba humu mwenyekiti humu sijavimba kweli mimi. Umevimba ndio naogopa kukwambia. Mwenyekiti, kuwa mkweli nimevimba kweli? Mbona unielewi? Mwenyekiti, unapoona nimevimba, nimepigwa Mtume. Ushafumaniwa. Hapana mwenyekiti. Nini sasa? Mwenyekiti, nilikopoka katika harakati zangu za vibarua mwenyekiti, nilikuwa nimepata kibarua cha kungoa visiki. Ndio. Nikaona Makame na Nyamizi. Ndio. Wanalumbana. Mwenyekiti, kielele changu kikaniponza, nikasema ngoja nikayasuluhishe mwenyekiti. Makame alinipiga kofi. Baba umedundwa. Ombi langu mwenyekiti, pigia familia yake simu. Nije mimi nizungumze ya moyoni mwangu mwenyekiti. Yaani nusu shari halijakutosha, unalitaka shari kamili. Hapana mwenyekiti. Baba utakufa baba. Wewe wapigie tu mwenyekiti. Nakuhurumia. Hapana mwenyekiti, wapigie. Baba wa mashtaka. Simu yangu iko wapi?
Hii hapa mheshimiwa. Sawa. Unalitaka shaka? Halo. Shikamoo mzee wangu. Samahani kama utakuwa una muda naomba ufike nyumbani kwangu, kuna katatizo kadogo. Kama utakuwa na muda lakini. Samahani lakini kwa usumbufu. Unakuja? Sawa. Haina shida. Amesemaje mwenyekiti? Anakuja. Makame. Wewe Makame. Naam. Vipi wamekwambia? Wameniambia nini sasa? Hamna, achana nayo. Sasa sikia. Mimi nimepigiwa simu niende kwa mwenyekiti. Sasa mzee, huko kwa mwenyekiti unakoenda, mimi nimepiga mtu. Na kuomba mzee wangu, utajua jinsi ya kulimaliza mwenyewe. Ila huko unakoenda jua nimepiga mtu. Kwa hiyo ndio hicho kinakupa wasiwasi wewe? Kwani haujui hiki kijiji sisi ndio tunayekimiliki? Kama masuala madogo. Nitakuja nikuulizie baadaye kwamba nini kilitokea. Ila sasa hivi ngoja kwanza nikamuone mwenyekiti. Sawa baba. Mwenyekiti mwenyewe tumemweka sisi wenyewe. Najua hilo nalimaliza. Poa. Sasa kijana wangu ilikuwaje? Yaani mwenyekiti alivyonipiga kofi, niliona dunia inazunguka hivi. Zungu. Yaani nimekuja yani sielewi chochote, yani nimekuja yani. Sasa umefikaje hapa kama ulikuwa uelewi? Yaani mwenyekiti nimekuja kwa connection. Baba huyo. Baba huyo. Shikamoo mzee. Karibu kiti chapa. Asante. Karibu mheshimiwa. Mimi hata nikisimama haina shida. Tunaweza tukasuluhisha. Habari yako kijana? Shikamoo. Karibu mzee wangu, jisikie upo nyumbani. Asante. Hiyo ndio. Sasa mzee wangu, hapa kuna changamoto kidogo. Kijana kafika hapa, baba wa mashtaka kaletea mashtaka. Kaniambia kwamba kijana wako katika mishemishe zake. Hebu muelezee mzee ilikuwaje? Yaani unasikia mzee? Nipo kwenye vibarua vya chimba mamiti, nilikuwa nimepewa tu kibarua. Kijana wako ana binti wa pale hivi naendelea. Wakawa nikasikia kwanza wanalumbana. Katika kwenda kuamulia ule ugomvi, kijana wako akanipiga kofi. Ila sio sana. Sio sana kati nimepigwa mwenyekiti. Sawa. Kwa hiyo ndio mmeniita kuja kunielezea au kuna kingine kinaendelea? Hapo baba ni mimi tu, nisamee mimi. Ila shida ilikuja nikuja kusikiliza, kusuluhisha. Bila wewe mimi siendi baba. Na kusikiliza wewe baba. Kesi ndio hiyo ulivyoisikiliza. Maliza. Lakini mwenyekiti, si unanijua vizuri kabisa? Ndio, nakujua. Kijana, unataka kuniambia kwamba wewe ni mgeni hapa? Hapana, mimi sio mgeni. Ila ninaona uonezi umezidi sasa. Yaani mimi kwa nini kosa langu lipi kwenda kusuluhisha ule ugomvi ndio mtu anipige makofi mpaka na vimba hivi? Anakoroga huyu. Sasa ngojeni niwaambie hivi. Kuanzia leo. Sawa? Ndio. Nasema kuanzia leo. Kuanzia leo. Unapopiga simu yako Ndio baba. kunitafuta mimi, Ndio. kuwe na sababu ya muhimu. Nisamee mimi. Sio kwenye majambo. Nisamee mimi baba. Kwa hiyo mzee sio sababu ya muhimu. Utakufa vibaya. Sasa mwenyekiti. Alielewi hili. Sasa kuja kushtaki ndio nimekosea mwenyekiti. Mwenyekiti. Ndio baba. Kumbuka. Ndio. Upo kwenye hiki kiti kwa ajili ya kwangu mimi. Aswa? Alafu na wewe kijana, unaishi hapa, haujui mwenye himaya hii ni nani. Sasa ole wenu. Mje mniite tena kwenye shughuli kama. Baba kweli? Una safari njema. Bosi huyo. Mwenyekiti. Limeanza. Nini? Sheria na huyu mzee nani upo juu? Mwenyewe sielewi, nipo katikati.